Watanganyika, heri ya mwaka mpya. Ni mwaka mpya, Mwenyezi Mungu ametupatia zawadi ya kuona mwaka huu. Ukifunga macho ukianza kufikiria yaliyotokea mwaka uliopita, unaogopa hata kuendelea kufunga macho kwa sababu ni mengi na mazito, lakini unajua katika kila jambo tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni yeye peke yake ndio anayejua ni kwa nini. Hakuna mtu mwingine anayejua kwa nini, lakini yeye peke yake anajua kwa nini haya yote yanatokea. Nachowatakia ni kwamba jamani Watanganyika wenzangu, tusikate tamaa. Hilo kubwa la kwanza. La pili, Tanzania inaendelea kushuka chini. Watu bado wanaendelea kutekwa, watu hawatafutiki. Hakuna anayejua kinachoendelea, kwa nini wanatekwa. Watu bado wanawaandikia watu wa huko juu message ili Watanganyika wenzao waweze kushikwa. Lakini hamna anayezuia. Biashara ambazo zinatakiwa ziende juu Tanzania zinashuka chini. Mipango na miradi ambayo imelipiwa hata pia na nchi za nje inakufa. Kwa nini? Kwa sababu hamna anayejali. Watu wako busy na mambo mengine tofauti ambayo hayaingizi chochote kile katika nchi yetu. Watu wanatekwa, watu hawarudishwi, watu wanafungwa bila hata kuelezewa kwa nini wamefungwa. Na mimi ngoja niwaambie kitu kimoja. Watanganyika, tukiweza kupata awamu nyingine ya kuchagua, ya kufanya uchaguzi, jamani, jaribuni kuchagua watu walioenda shule. Jaribuni kuchagua watu ambao wanajua sheria. Sio sheria zile za Kitanzania zile za kwenye kitabu cha miaka 200 iliyopita. Wale wanaojua kwamba jamani nikimshika huyu mtu kwa tatizo hili na tatizo hili ni kosa. Unajua kwamba kumteka mtu bila kuwa na na chochote kile ambacho kifanya kama sijui ni kosa. Tujaribu kuchagua viongozi wenye ubongo, wasio na ulafi wa pesa. Kwa sababu hao tunawaogopa kama ukoma. Viongozi walafi wa pesa, viongozi wale ambao wenyewe tu wanafikiria kuhusiana na wenyewe tu na familia zao. Hao jamani, next time tuwaache. Kwa sababu wakati mwingine Mungu anatupatia mtihani. Alitupatia rais mzuri sana, lakini tukaanza kumdharau kidogo. Kwa hiyo Mungu hata akachanganyikiwa akasema sasa wanataka kitu gani? Ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Mimi sijui ni lini kutakupo free Tanzania. Ni Watanganyika, mtakapoanza kuchagua rais mwingine, mtakapoanza kuchagua viongozi wengine wa juu, mtakapoanza kuchagua viongozi wengine wa jeshi, mtakapoanza kuchagua viongozi wengine wa polisi wenye akili ambazo ziko timamu, chagueni wale viongozi ambao wanajua maana gani nikimshika mtu bila kosa lolote na kumweka ndani kinachotokea ni nini. Chagueni majaji ambao wanajua kujaji bila kuwa roho wa pesa. Majaji ambao hawapokei nyongoza chini ili wamweke mtu ndani asiye na hatia. Chagueni watu wa maana. Mkishafanya hivyo, badilisheni hiyo naita sheria sijui iliyoandikwa na mababu zetu. Sijui msimamo gani huo, sijui rais haruhusiwi kuchagua na nene bla bla. Hiyo kitu itoke. Kwa sababu haitaweza kufanya maendeleo yoyote ile hata kama mkiwa mna rais wa aina gani mzuri mmemchagua, lakini ule mfumo wa zamani bado uko pale pale. Hawezi kusaidia lolote kwa sababu na huyo baadaye ataenda kuchukua mfumo huo na kuutumia. Kwa hiyo jamani, chagueni viongozi wa maana. Msichague viongozi wale wanaoongea pumba tu, viongozi wasiomjua Mungu, wanamjua Mungu tu kwa sababu ya pilau. Viongozi wale ambao wana maana, viongozi wanaojua Tanzania. Watanganyika sisi wanafiki, tena wanafiki wa aina hali ya juu, na unafiki wetu ndio unaotuponza. Uroho wa pesa, uroho wa madaraka, uroho wa utajiri, uroho ule wa kusema kwamba mimi nataka kuwa pale lakini lazima nifanye hiki. Huo ndio uroho ambao unatuponza sisi wa Tanzania. Tupo tu tunaangalia tu, tunanusa tu, tunataka tu pesa. Uendeshe gari nzuri hata kama mtu kafa, wewe hujali. Na hili sio kwamba kwa serikali tu, hata kwa familia. Tunauana wenyewe kwa wenyewe ili tu upate pesa ile ambayo ameacha yule mtu aliyokufa. Na hicho ndio kicho serikalini. Hicho ndio kinazunguka. Ulafi, uroho.
uloko wa madaraka, kung'ang'ania pale pale kama wewe umekuwa sijui mdudu wa aina gani. Hicho ndio kinachotuponza. Hebu angalieni treni. Treni imegoma eti kwa sababu ya mvua. Are you kidding me? Treni inaweza kagoma kama mvua nyingi zimenyesha, alafu miti imeanguka imezuia reli haziwezi kupita. Na hapo pia lazima watu wa juu wa madarakani, kila mtu, na ndio maana kuna rais wa hichi, kuna makamu wa rais, kuna watu ambao wamewekwa katika kila kipengele ili waweze kufanya hiyo kazi, ili mambo yote yaendelee kunyoka. Lakini kwa sababu ya ulafi, kwa sababu ya vile mimi kujiweka wewe tu, familia yako tu, na watu ambao wasio na maana. Jamani Watanganyika, mimi sijui lini Tanzania itakuwa free. Mimi sijui lini Tanzania itaacha kuwapoteza watu. Mimi sijui Tanzania itaacha lini kuteka watu. Lakini hicho kitu kikiisha, naombeni mchagueni watu wa serikali waliokwenda shule, watu wanaojua maana ya kuongoza nchi, sio watu wale walafi tu, wala wanataka tu pesa ya wananchi. Mambo gani hayo? Wewe unaiba hela za watu wenye masikini, halafu na wapa matajiri. Mambo gani hayo? Chagueni watu wa serikali wanaojua wanachokifanya, wale wanaojua kwamba, kwa sababu unajua kwa nini nasema ni muhimu sana kuchagua watu wenye akili zao. Kwa sababu mtu mwenye akili zake atajua kwamba nikifanya miradi mingi ingie katika nchi ya Tanzania, nikifungua miradi mingi ili iwake moto iuze, na sisi naye atapata pesa nzuri. Wananchi wana furaha na yeye ana furaha kwa sababu pesa inaingia, wananchi wana ajira, wananchi wana maisha mazuri, hakuna kinachokosekana, na wewe unakuwa na amani na wewe unaingiza pesa. Hasa kwa sababu wenyewe wamebakia tu mimi na familia zao, na ndio maana sasa kule chini sasa kumeanza watu wameshindwa kuvumilia. Na tena kuna wale wengine wenzetu wale Watanganyika wengine wale vigeugeo wale wanaouma hapa wale warafi wa kula vitu vidogo. Hao ndio chanzo, hao ndio wanaotuma message ili ndugu zetu wakashikwe. Tena walaniwe hao watu. Walaniwe hata wasione, hata wao vipofu. Kwa sababu hawa ndio wao wanaoleta watu wapotee bila kujua. Hawa ndio wanyonya damu. Kwa sababu kama sisi Watanganyika huku chini, tulio chini, tukikumbatiana, tukisema hapa hapana. Sasa kule juu watapataje habari? Sasa hao watu wanaowateka watu watapataje habari? Hawapati, kwa sababu sisi huku chini tumekataa wote. Kama watu 500 wanakataa, alafu watu 1000 wanakubali, inakuwa ni ngumu sana. Na watu ndivyo walivyokuwa ajabu. Mimi nataka tu niulize, kwani nyinyi wa Tanzania ambao hamtaki ili nchi iwe na amani tena, nategemea kwamba viwanda hivi vitaenda vipi kama pesa yote inaenda sehemu nyingine, haifanyi vile ambavyo inatakiwa? Mnategemea ile madeni ambayo tunayo yanalipwa vipi? Hivi haya madeni yaliyopo tuliochukua, wakiamua wenyewe kuja wasema tunataka pesa zetu, hivi mnajua zinalipwa vipi? Tuna miradi? Hapana. Tuna wakulima wanaoingiza pesa? Hapana. Sasa hiyo pesa tuliokopa turudisha vipi? Shai kujiuliza? Kama watu saizi wanalipa maji kwa pesa hiyo, wale watu wako nchi za nje wakisema tumechoshwa tunataka pesa yetu, tunalipa vipi? Ushawahi kujiuliza ile swali? Kwa mradi hupi tunalipa hizo pesa? Mimi sina la kusema, naomba niishie hapo tu. Nimekuachia swali la kujiuliza kila siku unavyoamka asubuhi, hizo pesa zinalipwa vipi? Tena usiseme kwamba wanajua watalipa, kwa sababu wanajua hawatalipa. Kwa sababu wenyewe wanakwao. Wataondoka, wataacha Tanzania. Madeni yameandikwa kwa jina la Tanzania, Tanganyika. Sio kwa nchi nyingine. Sasa nataka niwape hongera wale wote wanaojifanya kwamba Tanzania itakuwa nzuri tu bila kufanya lolote na kwenda